bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio Nero hybrid station yogorwa asorongorwa gusi ekorigererwa nabo igogotegererwa ense engima bono nabo kubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabo koraria amona intwe asamagori arense kegima ayebuna omugusi nabo gosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi nyore asensemo yomutandao goitera abagusi globalradio.com nabo kurangiri enamba yaito yesimi goitera enoti isano ibere isano isato ibere nye eye moisano sto. Sasa ni wakati wa kuangazia magazeti, na katika gazeti la Daily Nation tunaenda kuangalia uzo wake wanasema kwamba kanisa ziko mzarabani. Kanisa zipo mzarabani, yani churches on the cross. Mbona wanasema hivi? Huo ni katika uzo wa gazeti la The Daily Nation, ambapo tena wanasema kwamba kuna pesa takriban trilioni 1.2 ambazo zilichukuliwa kama mkopo na sijulikani kwenye zilienda. Kenya hii yetu. Hayo ni yale ambayo yameangaziwa katika uzo wa gazeti hili la Daily Nation, ambapo naona wakulima ambao wanavuga mivugo ama ng'ombe ng'ombe wa maziwa wanasema kwamba ng'ombe zao ama ng'ombe wao wameanza kuwa vipofu. Sijui ni ugonjwa upi huo. Hayo tunaenda kuangalia kwa ukamilifu katika gazeti hili la The Daily Nation. Napoingia katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Daily Nation, naona kwamba wanasema uzalendo ni saratani mbaya ambayo inaua polepole ndoto za Wakenya. Yani nepotism is a deadly cancer that is slowly killing Kenyans dream. Uzalendo ndio saratani kubwa sana, ndio changa kubwa sana ambalo linawaua wa Kenya kiundani ndani. Naona huku pia wanazungumzia juu ya Wakenya wale ambao hawana uzalendo kwa njia kama hiyo. Tukiangazia ukurasa wa pili, naona kwamba wanajiuliza swali huku ama mazwali huku kwamba nini ambacho kinaweza kuwa kinasababisha ng'ombe ama wale wakulima ambao wanafanya ukulima wa ng'ombe, wafugaji, mbona ng'ombe zao zinakuwa vipofu? Ni ugonjwa upi huu? Naona wanasema kwamba wakulima katika akaunti ya Nyandarua na Laikipia, wale ambao wanafanya ukulima wa ng'ombe wa maziwa, wanalilia kwamba ng'ombe zao ama ng'ombe wao wameanza kuwa vipofu. Huo ni ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa 3 naona gavana wa West Pokot ambayo ni gavana machachari zaidi, gavana ambaye watu wengi wanamtambua Kenya hii, anasema kwamba ama anawahimiza wenyeji kujisalimisha na kupeana punduki na vifaa vingine wako nazo kwenda kwa serikali before serikali ianze kutafuta. Hivyo wenyeji wa kaunti ya West Pokot jisalimisheni. Huo ni ukurasa wa 3. Nikiangalia katika ukurasa wa 4, naona wanasema kwamba kanisa mingi ama kanisa mengi msimu huu wa Pasaka, Wakristo hawakujitokeza kwa wingi kufuatia yale rules zile ambazo president wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta alipeana za kuzingatia ili kumaliza ugonjwa wa COVID-19. Naona kwamba Wakristo wengi hawakujitokeza kusherehekea Pasaka takatifu. Naona katika ukurasa wa 5 bado wanazungumzia kuhusu Wakristo kutojitokeza kwa wingi ili kusherehekea Pasaka takatifu. Nazunguka hadi ukurasa wa
6 ambapo wanazungumzia kuhusu kura za kufanyia katiba marekebisho ama BBI ambazo zinafaa kufanywa mwezi wa Juni au Julai. Naona wanasema kuwa sio rasima. Huo ni ukurasa wa 6. Sijui hii lori ya BBI imefika wapi, kwa sababu ilikuja ikazimia. Juzi tu, siku chache zimepita, tulimuona kinara wa ODM Raila Odinga wakizindua miradi mbalimbali na rais wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Upande mwingine katika ukurasa wa 7, sijui kama umepata hii ujumbe kwamba kuna askari mmoja ambaye walipigana na mkewe kisha akamuuma kifuani na kumuua. An elite soldier from Ranger Striker Force Daniel Anyango ndiye aliuawa na mkewe. Daniel Anyango ana miaka 37. Aliuawa na mkewe baada ya kupigana mkewe ambaye anajulikana kama Violet Asela. Pia huyo Violet Asela ni mwimbaji. Ana miaka 27. Walimenyana walipigana hadi mkewe ambaye ni Violet Asela akamuuma kifuani na kumwachia maumivu makali yaliyosababisha Daniel Onyango kuikata roho alipofika hospitalini. Huo ni ujumbe ambao unapatikana katika ukurasa wa 7. Katika ukurasa huu naona wanazungumzia aliyekuwa mdhibiti mkuu katika Ikulu ya Kenya ama former State House Comptroller anaitwa kama Abraham Kiptanui ambaye aliaga dunia hapo jana. Unajua enzi zile wakati rais mstaafu ama rais Daniel Toroitich arap Moi alipokuwa rais, Abraham Kiptanui ndiye alikuwa mdhibiti mkuu wa Ikulu ama State House Comptroller. Katika ukurasa wa 8 bado wanazungumzia Wakristo ambao walijitokeza kusherehekea Pasaka kuu ama Easter hii weekendi. Naona kwamba wanasema kuwa Wakristo ni wachache sana walijitokeza kufuatia yale masharti ambayo yaliwekwa na rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta ili kudhibiti ugonjwa wa COVID-19. Naona huku kanisa la PEFA linalalamika kwamba linalalamikia uongozi nchini na kusema kwamba hamna sababu ya kutosha ya kupelekea kanisa kufungwa, sababu Wakristo na wahubiri ndio ambao wanashughulikia kwa kuombea ugonjwa huo wa COVID-19 ili kupoteza nchini Kenya. Naona huku Bishop Dominic Kimengich kutoka diocese ya Eldoret, naona ndio aliyekuwa anaelekeza miza hiyo takatifu katika diocese hiyo ya Eldoret. Nikiangazia ukurasa wa 10 katika gazeti hili la Daily Nation, naona kwamba sasa DCI, ile tume ya kufanya uchunguzi ya DCI, imekuja na mbinu mpya ya kutrace simu ambazo zimeibiwa. Sasa hivyo wale wezi ambao wanapenda kuipa maazimu za watu, wale wezi ambao wanapenda kusnoop wale wezi ambao wanapenda kuibia watu maazimu zao, naona kwamba sasa huku kuna trap. Muwe makini zaidi kwa sababu DCI imekuja na mbinu mpya. Na upande mwingine naona kwamba ukurasa wa 11 naona huku takriban watu 10,000 wanasema kwamba wamepatwa na janga la uhaba wa maji katika sehemu ama kaunti ya Marsabit. Watu takriban 10,000 wamepatwa na hilo janga la ukosefu wa maji. Huo ni ukurasa wa 10
Upande mwingine naona kwamba katika ukurasa wa 12 wabunge wanamuhimiza waziri Musheru kumpiga karamu anayesimamia tume ya vyombo vya habari Mtemi kumpiga karamu kutoka katika bodi hiyo ya vyombo vya habari. Huo ni ukurasa wa 12 ambapo naona wanazungumzia waziri Musheru na kumuhimiza kwamba anafaa kumtema Mtemi ambaye yupo katika chopo lile ambayo linaangazia habari nchini ama Media Council of Kenya. Ukurasa wa 13 naona kwamba huku wanasema kwamba kuna pesa takriban shilingi bilioni 4 ambazo zilipeanwa kama chobokazi ama tenda zikakuliwa ama zikapotea na Wakenya hawajui kamwe penye zilienda. Huo ni ukurasa wa 13. Na ukurasa wa 14 huku naona kwamba wanaangazia watu ambao wamepotea. Wanasema kwamba fresh twist in case of missing person, kwamba kuna huyu Geoffrey Gitere ambaye alipotea mwaka wa 2016, aliyekuwa na miaka 60. Bado askari wanaendeleza uchunguzi kubaini kwamba yupo wapi. Ukurasa wa 16 unaona bado wanaendelea kuzungumzia kuhusu upotevu huo. Ukurasa wa 18 bado wanaendelea kuzungumzia kuhusu na ripoti mbalimbali kutoka kwa kaunti mbalimbali humu nchini, ambapo naona wanasema kwamba mageuzi ambayo yamefanywa ili kuokoa tume inayosimamia wakulima wa majani chai. Najua kuna ile tume ambayo inasimamia wakulima ambao wanafanya ukulima wa majani chai ama Kenya Tea Development Authority, KTDA. Kuna mageuzi ambayo yamepangwa kufanywa ili kuona kwamba wakulima hawa wa majani chai wanapata faida kutoka kwa hiyo kazi yao ya ukulima wa majani chai. Katika ukurasa wa kuna hili gazeti la ndani la Daily Nation, naona wanazungumzia kuhusu elimu ya vyuo vikuu, ambapo wanasema kwamba imetatizwa sana na fedha. Unajua vyuo vingi vikuu huwa wanapatwa na machanga la pesa. Naona chuo kikuu cha Egerton University wanasema kwamba lina uhapa wa fedha ambazo zinawasaidia kuendeleza mipango yao shuleni. Naona kwamba Professor James Kombo asema kwamba yeye yuko tayari kuona kwamba shule ama chuo kikuu cha St. Paul's University inaendelea kukua. Naona huku Professor James Kombo asema kwamba atahakikisha kwamba chuo kikuu cha St. Paul's University inaelekea kileleni. Upande mwingine katika gazeti la Daily Nation, naona kwamba gazeti hili la kati ambapo wanaangazia uhapa wa fedha katika vyuo vikuu. Wanafunzi wanasema kwamba bado hawachapokea ile pesa yao ya help loan. Bado naona huku wanasema kwamba hawachaipokea hiyo pesa bado, na wanasema kwamba serikali inapaswa kuangalia jambo hilo kwa undani. Na wanasema kwamba help loan ambayo inafaa kuwa shilingi ama pesa takriban bilioni 4.5 bado hawachazipokea fedha hizo. Najua pesa hizo za help loan huwa zinawasaidia kwa mipango yao. Unapata wanafunzi wengine hawana vyakula, so hiyo help loan wengine pia wanalipa school fee ama karo ya shule kutoka kwa hiyo pesa ya help loan. Nikiangalia katika ukurasa wa 5 katika gazeti hili la ndani la Daily Nation bado wanazungumzia kuhusu help loan, hizo fedha ambazo wanafunzi wanafaa kupokezwa ama kupewa
wanafanya maandamano huku wakilalamikia ama wakilalama kuhusu shilingi bilioni 4.8 ambazo zinafaa kupokezwa kwa wanafunzi. Katika ukurasa mwingine wa ukurasa wa 6 katika gazeti hili la ndani bado wanazungumzia kuhusu hiyo help loan ambayo wanafunzi wanasema kwamba tangu mwaka wa 2019 hadi sasa hawajapokea pesa hizo. Katika ukurasa wa 8 katika gazeti hili la ndani la The Daily Nation naona kwamba ujenzi wa shule la mafunzo la Maritime ambalo linapatikana katika kaunti ya Kwale ushaanza sasa. Naona waziri wa elimu George Magoha alikuwa katika ufumbuzi wa kuanza ujenzi huo wa shule hilo la mafunzo la Maritime linalopatikana katika kaunti ya Kwale. Katika kurasa wa 19 naona wanazungumzia kwamba habari kutoka kaunti tofauti nchini Kenya, ambapo wameanzia kaunti ya Kajiado, kuna kaunti ya Nakuru, pia kuna Tana River. Hizo ndio zile kaunti ambazo zimeangaziwa katika ukurasa huu wa 19 katika gazeti la Daily Nation. Katika ukurasa wa 20 naona kwamba wanazungumzia bado taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Naona kwamba kuna kaunti ya Tana River, Kajiado ambazo zinaendelea kuzungumziwa. Naona kwamba katika ukurasa wa 21 wanazungumzia kuhusu ufamizi ambao ulifanywa na kile kikundi cha Al-Shabaab katika nchi ya Somalia. Naona huku Pope Francis ukurasa wa 22 anaelekeza waumini ama Wakristo kusherehekea Pasaka takatifu. Naona Pope Francis urges vaccine for poor in Easter measures. Asante sana. Naona huku kwamba anahimiza Wakristo wale ambao wana uwezo wa chini ama wajiwezi kupewa ile chanjo ya COVID-19. Asante sana. Naona anahimiza nchi zile ambazo zimepata chanjo hiyo ya COVID-19 kuipeana kwa wale Wakristo ambao hawajiwezi kifedha. Ukurasa wa 10 ama 24 naona bado wanazungumzia kuhusu taarifa kutoka kwa kaunti mbalimbali. Naona gavana Anne Waiguru na James Kinyua wanaangazia huku kuhusu maendeleo katika kaunti ya Kirinyaga. Tukisonga mbele katika gazeti la Daily Nation naona kwamba kuna taarifa mbalimbali huku ama adverts. Nataka kuenda katika ukurasa wa nyuma ili tuangazie kuhusu michezo nchini na kutoka nchi za nje. Naona huku wanasema kwamba Olimpiki inaendelea. Na ukumbuke kwamba kutoka nchini Kenya Kipngetich ndiye alifunja rekodi ya marathon ambayo ilifanyika katika nchi ya Istanbul. Anaitwa kama Kenya's Kipngetich ndiye alifunja hiyo rekodi ya marathon. Naona bado katika ukurasa huu wa 33 bado wanazungumzia kuhusu uvunjaji rekodi huo wa Kipngetich. Bado wanaangalia kwamba wanasema kwamba majibu pandia kuhusu COVID-19 hilo linaangaziwa katika ukurasa wa 33. Naona kwamba co-founder ambayo ni wa Jumbo Chacha aiaga dunia katika hospitali kuu ya Bungoma. Huo ni ukurasa wa 34. Bado wanazungumzia kuhusu Kipngetich ambaye alifunja rekodi
ya half marathon ambayo ilifanyika katika mji wa Istanbul hapo jana. Kwamba katika ukurasa wa 35, huu ndio ukurasa wa mwisho, naona wanazungumzia kuhusu Tottenham. Hivyo ni wajibu wako kupata gazeti hili la The Standard ili kuangazia yale ambayo yapo ndani kwa gazeti hili la The Standard. Mambo makuu huku ndani naona ni kwamba ni nani yule ambayo atachukua uzukani wa kuwa jaji mkuu baada ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kustaafu. Jambo lingine naona ni kwamba ni ugonjwa upi huu unafanya mivugo za ng'ombe wale wa maziwa kuwa vipovu. Pia wanaangazia kwamba kuna trilioni 1.2 ambazo zilishukuliwa kama loan ama mkopo kuzungumzia na kuangazia na kushughulikia ugonjwa huu wa COVID-19 ambazo kwa sasa asijulikani kwenye zilienda. Huku ndani katika gazeti hili la Daily Nation bado walikuwa wanaangazia watu takriban 10,000 ambao wameathirika na changa ama ukosefu wa maji. Hayo ndio yale mambo makuu ambayo tulikuwa tunaangazia katika gazeti hili la The Standard. Shui producer, tunaenda madukani kidogo ndio tuje tuangazie gazeti hili la The Standard. Hili lilikuwa gazeti la Daily Nation, so tunarudi kutoka madukani ndio tuangazie gazeti hili la Daily Nation, ambapo naona huku mbele wanasema kwamba Raila and the Ruto question. Najua kuna ule ufumi ambao ulikuwa umetanda kwamba kinara wa ODM Raila Odinga na naibu wa rais William Samoei Ruto wanaweza ungana. Lakini hivi majuzi mliona kwamba kinara wa ODM alitest negative ugonjwa wa COVID-19, ambapo walizindua miradi mbalimbali na rais wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta katika kaunti ya Nairobi. Bado huo uvumi unaendelea kwamba kuna uwezekano kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga wanaweza ungana na naibu wa rais William Samoei Ruto. Hilo ndio swali ambalo naona linaulizwa katika uzo huu wa gazeti la The Standard, kwamba naona huko wanajiuliza nani atakayerithi ama nani atakayeendesha ama nani atakayekuwa jaji mkuu baada ya jaji mkuu David Maraga kustaafu. Hayo tunaangazia baada ya kurudi kutoka madukani. La kwanza Garukende nore ase county ya Kisii gose ti county chieta naine nkorigiore amubogani asora nyoro bokorari gwekerengo keigoro aseri gori rike bono bwabatiboyo abuga hotel nero richibuliao tutarere asensemo ya jogo elio kutoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale gwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagoria ito yobokarari nigo alense mono asokorara obutuko bomorioka nigo ogwakana shiringi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashiringi 50 chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri gwetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari bekerango keigoro aseri gori liansi ine aye no mulimi asensemo yobotugibwe chingoko gose oteto gochaka obotugi obwo bono ebinto byabeire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto byabeire buya nabakonyora ebichuchu byerituko elimo abere gose amatuko atatu wetera asogwa kesimi enamba enoti isano ibere eyemo isatu isano ibere inye isano inye isano ibere gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora bosa tolikobolwa besa chinde chon
Tukienda mbele na kuangalia gazeti la The Standard, naona leo ni kama halina uzito. Ni kama mambo huku ni kama imewekwa in briefs. Katika gazeti hili la The Standard naona kwamba katika uzo wake ukurasa huu wa mbele naona wamesema kwamba who will be the next CJ, we shine spotlights on the contenders, nani atakaye rithi uhakimu baada ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kustaafu. Pia huko naona wanaangazia kwamba Raila and the Ruto's question, kwamba kuna ule uvumi ambao ulikuwa unatanda kwamba kuna uwezekano wa Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara wa chama cha ODM na naibu wa rais ambaye ni William Samoei Ruto kuungana ili kuona nani yule atakaye rithi rais Uhuru Muigai Kenyatta come 2022. Naona kwamba huku bado wanaangazia kuhusu Kipngetich ambaye alifunja rekodi ya a half marathon. Alafu wanazungumzia kuhusu Abraham Kiptanui ambaye aliyekuwa anaangazia mambo katika Ikulu ya Kenya wakati Rais Daniel Toroitich arap Moi alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Abraham Kiptanui alikuwa ni mdhibiti mkuu wa Ikulu ya Kenya. Tukiangalia ukurasa wa kwanza naona kwamba wanazungumzia kuhusu COVID-19, chanjo ya COVID-19. Wanasema kwamba kaunti 10 zabaki nyuma katika ugavi ama kupeanwa kwa chanjo ya COVID-19. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa tatu wa gazeti la The Standard naona huku wanasema kwamba wanaangazia malezi ya watoto. Najua kuna wale wazazi unapata kwamba wanafanya kazi mbalimbali na ulezi wa watoto wao inakuanga kazi ngumu, inabidi kwamba wanawaajia wale yaya ambao wanafanya kazi ya kama kwa nyumba kuwashughulikia watoto wao. Naona huku hilo ndio swala kuu wanaangazia katika ukurasa huu wa tatu. Katika bado ukurasa huu wa tatu naona kwamba wanaangazia juu ya hayo mambo ambayo nimezungumzia katika gazeti la Daily Nation, ambapo afisa mmoja wa KDF ameuawa na bibie ama mpenzi wake. Naona kwamba wanaangazia afisa huyo wa KDF ambaye ameuawa na mpenziye. Afisa huyo alikuwa wa miaka 37 na pia huyo mpenzi wake ana miaka 27 ambaye anajulikana kama Violet Asela. Waliuawa baada ya kupigana. Ukurasa wa 4 naona wanazungumzia kuhusu siasa sasa imo huku ndani, ambapo wanachama cha One Party Alliance ama One Kenya Alliance ambao ni Mudavadi, Gideon Moi na Kalonzo Musyoka and Moses Wetangula wanamuhimiza Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara wa ODM kujitokeza na kufanya kazi na wao. Sijui kama hilo linawezekana kweli. Ana huku wanamuhimiza kwamba afanye kazi na chama hicho cha One Kenya Alliance OKA. Wanasema kwamba wapo huru ama kinara wa ODM Raila Odinga anakaribishwa katika muungano huo wa OKA, One Kenya Alliance. Sijui kama hilo linawezekana kweli. Pia huku wanazungumzia kuhusu dhamana ya kinara wa ODM Raila Odinga, ambapo kile chama cha UDA wanamuhimiza kwamba anafaa kufanya kazi na naibu wa rais William Samoei Ruto. Pia chama hichi cha ama muungano huu wa One Kenya Alliance ambao ni wa vinara wa 4 Mudavadi, Gideon Moi, Kalonzo Musyoka and Moses Wetangula wanamuhimiza kwamba Raila Amolo Odinga yafaa kufanya kazi na wao, sababu wamekuwa kwa muungano wa NASA kwa muda ambao sio mchache. Katika ukurasa wa 7
naona bado wanazungumzia kuhusu jambo hilo. Nikisonga mbele niangazie ukurasa wa 8. Ndio wanaongelea kuhusu Abraham ambaye alikuwa mtibidhi ama alikuwa anasimamia ikulu ya Kenya wakati ambapo Gideon Moi alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Naona kwamba viongozi nchini wametuma rambirambi zao kwa kumpoteza kiongozi huyo Abraham. Katika ukurasa wa 10 gazeti la The Standard wanazungumzia ama wanajiuliza swali huku kwamba ni nani yule atakaye rithi David Maraga. Will Koome become the first woman to land top Supreme Court? Sijui kama ni nani yule atakaye rithi David Maraga, jaji mkuu. Hilo ndio swali ama hilo ndilo jambo ambalo linaangaziwa katika ukurasa huu wa 10. Tukiangazia ama tukiangalia ukurasa wa 11, anaona kwamba viongozi kutoka mkoa wa Pwani ambapo Al Hassan Joho ambaye ni gavana wa kaunti ya Mombasa, Amason Kingi ambaye ni gavana wa kaunti viongozi katika kutoka mkoa huo wa Pwani wana sosana nani yule atakaye kuwa nani yule atakaye rithi uongozi kutoka kwa eneo hilo la Pwani come 2022. Hilo ndilo jambo ambalo linaangaziwa katika ukurasa huu wa 11 katika gazeti la The Standard. Pia tukiangazia katika ukurasa wa 12 huku, naona kwamba wanaangazia ama wanazungumzia wale wa Kristo ambao hawakujitokeza kwa wingi ili kusherehekea Pasaka kuu weekendi iliyopita. Naona kwamba wanasema kwamba Wakristo wachache sana walijitokeza ili kusherehekea Pasaka kuu ama Easter weekend, ambapo wanasema kwamba wengine walikuwa wanazingatia yale masharti ambayo rais wa Jamhuri ya Kenya alipeana kuona kwamba ugonjwa wa COVID-19 unathibithiwa. Hayo ndio yamezungumziwa katika ukurasa wa 12. Tukisonga mbele na kuangalia ukurasa wa 14, naona kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ahimizwa kwamba anafaa kuangazia jambo la kuongezwa kwa ushuru katika bidhaa mbalimbali nchini Kenya kama vile mafuta ambayo yameongezwa ushuru hivi karibuni. Hilo ndilo jambo ambalo linazungumziwa katika ukurasa huu wa 14, ambapo rais wa Jamhuri ya Kenya anahimizwa kuangazia jambo hilo na kuona kwamba anashusha ushuru huo ambao ulipandishwa siku chache ambazo zimepita. Katika ukurasa wa 15 naona kwamba Wakenya wanajiuliza kwamba ile maamuzi ambayo chama cha ODM kilichukua siku ya Fool's Day ama tarehe 1 kuwadanganya Wakenya yalikuwa sawa. Naona kwamba Wakenya wametoa maoni yao tofauti. Hayo yalikuwa katika ukurasa wa 15. Tukiangalia katika ukurasa wa tukiangalia katika ukurasa wa 16, naona kwamba kuna mbinu mwafaka ambazo zimezinduliwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira ama uchafuzi wa plastiki katika mazingira. More efforts are required to end plastic pollution. Naona kwamba kuna Wakenya wanahimizwa kutia mkaza zaidi katika uchafuzi wa mazingira. Huo ni ukurasa wa 16, ambapo pia naona huku Wilson Sosiona anasema kwamba hamna sababu za kutosha zinazopelekea shule kufungwa. Anasema kwamba hamna muda na shule hazifai kufungwa. Najua tukiongea mambo na kufungwa wa shule, hivyo tunaangazia vyuo vikuu
na shule za upili na zile za mzingi. Huo ni ukurasa wa 16. Wakati tunazonga mbele na kuangalia ukurasa wa 17, naona kwamba kwamba wanawake nchini wameamua kupanga uzazi. Najua siku hizi maisha imekuwa ngumu, lazima familia, nyinyi kama familia lazima mjipange vilivyo kuona kwamba mnaepukana na mambo mingi. Maisha imekuwa ngumu. Naona huku ukurasa wa 17 wanasema kwamba wanawake nchini wameamua kupanga uzazi kupitia kwa mbinu tofauti tofauti, lakini wanahimizwa kutembelea vituo vya afya ili kupewa njia mwafaka ambazo wanafaa kusitumia katika upangaji uzazi. Katika ukurasa wa 19 wanaangazia usafi wa meno. Alafu katika ukurasa wa 20 huku naona kwamba wanauliza swali kwamba meno yanaingilia wapi katika kuajiri vijana kufanya kazi katika tume ama kufanya kazi kwa KDF. Meno inaingilia wapi? Najua kuna wale ambao walienda kuajiriwa ama kutafuta kazi ya KDF ambapo unaangaliwa meno, unaangaliwa kucha, mikono. Sasa wanajiuliza huku kwamba hayo yote yanaingilia wapi na ulinzi wa taifa. You can see, unaweza ona huku wanajiuliza kwamba meno inaingilia wapi? What do my teeth have to do with how I serve my country? Yani meno yanaingilia wapi? Huo ni ukurasa wa 20. Bado katika ukurasa huu wa 21 wanazungumzia kuhusu chanjo ya COVID-19 AstraZeneca. Naona huku wanazungumzia kuhusu chanjo hiyo. Katika ukurasa wa 22 wanazungumzia kuhusu chanjo ya corona au ugonjwa wa corona na vile ambavyo uliathiri wagonjwa wa kansa ama saratani. How COVID messed up cancer patients. Na vile ugonjwa huu wa COVID-19 uliathiri wagonjwa waliokuwa wanaugua ugonjwa wa saratani. Tukisonga mbele katika ukurasa huu wa 23 naona kwamba wanasema katika ukosefu wa oxygen ama hewa hospitalini unaleta madhara kwa watoto wale ambao ni wachanga ambao wamezaliwa. Ukosefu wa oxygen katika hospitali zetu unaathiri watoto ambao wanazaliwa na kuwafanya kuwa vipovu. Huu ni ukurasa wa 23 kwamba nikiangalia hiyo ilikuwa gazeti la ndani. Tukirudi katika gazeti hili zima katika ukurasa wa 17 huku naona kwamba wanaangalia kuhusu lockdown ambapo unajua wakati rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta alitangaza kwamba kuna masharti ambayo yanafaa yafuatwe ili kuona kwamba tunadhibiti ugonjwa huu wa COVID-19. Waliweka lockdown katika kaunti 5 ambapo kaunti ya Nairobi, kaunti ya Machakos, Kiambu, Nakuru na kaunti nyingine moja ambapo waliweka vizuizi katika barabara ambazo zinaingia na kutoka katika kaunti hizo. Hilo ndilo jambo ambalo linazungumziwa katika ukurasa huu wa 17 katika gazeti la The Standard, ambapo kutana naona wanazungumzia kuhusu chanjo ya AstraZeneca. Naona wanazungumzia kuhusu chanjo ya AstraZeneca ambapo wanasema katika mwezi wa March Kenya ilipokea chanjo hizo takriban milioni 1.2 za dawa hizo za AstraZeneca. Naona tukiangalia katika ukurasa wa 18 katika gazeti hili la The Standard wanazungumzia kuhusu mahame na uhamiaji wa ndege. Ndege ambazo zinatumika kama tourists ambao wale ambao wanatembelea nchi wanaenda kuangalia. Naona huku wanaangazia Lake Nakuru na
sehemu nyingine mbali. Sehemu zingine wanaangazia kuhusu uhamiaji wa ndege. Na tukisonga mbele katika gazeti ukurasa wa 19, naona kwamba wanasema kwamba kuna wananchi takriban 10,000 ambao wamepatwa na janga la ukosefu wa maji. Katika ukurasa huu wa 19. Ukurasa wa 20 katika gazeti la The Standard wanazungumzia kuhusu member of the family of the late Paul Kipchabas. Shule ambalo linataka kwamba kaburi litolewe katika shule yao ili shule hilo alimiliki shamba hilo. Katika ukurasa wa 21 naona wanazungumzia kuhusu tume ile ambayo inaangazia vyombo vya habari ama Communication Authority of Kenya. Huo ni ukurasa wa 21. Katika ukurasa wa 22 bado wanazungumzia swala hilo. Naona bado wanaendelea kuzungumzia kuhusu swala hilo. Nikiangazia ukurasa wa nyuma, naona huku wanazungumzia kuhusu soka ambapo wanasema kwamba Dubai Sevens was a painful learning outing for Kenyans. Naona timu ya Argentina ndio inayotangulia ikiwa na pointi 159. Kwa ikifuatiwa na timu ya France ambayo Ufaransa ambayo ipo nambali huku, naona kwamba ina points 147 points. Kenya ikiwa namba 3, Japan ikiwa namba 4, Canada ikiwa namba 5, Chile ikiwa namba 6, Uganda ikiwa namba 7, alafu Spain ikiwa namba 8 na point 99. Huo ni ukurasa wa 29 katika gazeti hili la The Standard. Naona ukurasa wa 30 wanazungumzia kuhusu Wundanyi Stadium. Wundanyi Stadium, naona hilo ndilo jambo ambalo linaangaziwa katika ukurasa huu wa 30. Naona kwamba wanaendelea kuzungumzia kuhusu timu ya West Ham. Alafu City versus Spurs katika soka katika gazeti hili la nyuma la The Standard. Hayo ndiyo yale ambayo naona yanazungumziwa katika gazeti hili la The Standard, ambapo ukurasa wa nyuma wanazungumzia kuhusu Chepngetich ambaye alifunja rekodi katika Olimpiki half marathon ambayo ilifanyika katika mji wa Istanbul hapo jana, ambapo Chepngetich alifunja rekodi. Mambo makuu katika gazeti hili la The Standard, ninaona Wakenya wanajiuliza kwamba ni nani yule atakayerithi David Maraga kuwa hakimu mkuu ama jaji mkuu. Na pia naona wanasema kwamba kuna uwezekano wa kinara wa chama cha ODM wa Raila Amolo Odinga kuungana na naibu wa rais. Naona hayo ndio yale maswali ambayo Wakenya wanajiuliza katika gazeti hili la The Standard. Hayo ndio yalikuwa katika yalikuwa yamepewa vipaumbele katika gazeti hili la Daily Nation na gazeti hili la The Standard. Hadi wakati mwingine, la kwangu ni Fidel Moshoge. Nataka tuende madukani kidogo ndio nimpashe mwenzangu Jesse Presenter katika mpango mzima wa Rauka na Bwana. Tukimbie madukani. Nore asensemo ya Bosongo amone chinsemo chirichieta naine Nyamira amone chikaunti chirichieta naine Rogongo Rwagusi Bono Abagusi Global Radio Nero hybrid station yogorwa aso Rogongo Rwagusi ekoligererwa nabo igogo tegererwa ense engima Bono nabokubeka okorari kwao amona intwe asa magori arense kigima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba
choba menyo nabokuraria amona intwe asa magori arense kigima ayebuna omugusi nabokosanga amona intwe obeke okorari kwa okwe biasara amona korari konde wensi nyore asensemo yo mutandao gwetera abagusi globalradio.com